Ndoa ngapi labda zingeokoka, zisingeharibika, zisingevunjika kama laiti wanandoa wangejua tiba kama hii. Ni hadithi ya mmoja miongoni mwa rafiki zangu wa karibu kabisa. Anasema kwamba siku moja alikuwa anatembea na mwenzake. Alishangazwa sana kwamba huyu mwenzake anatazama sana wanawake huko nje. Hajapita mwanamke isipokuwa anamtazama mpaka anafutika. Akipita mwingine anamtazama mpaka anafutika. Akiwa anajua huyu mtu ana mke ambaye ni mzuri kuliko wote hao. Unamjua mke wake. Akamuuliza, kuona kwamba wewe unatazama sana wanawake, hapiti mwanamke sikuwa umemtazama, akipita mwingine umemtazama, una mushkila gani wewe na una mwanamke mzuri kama yule? Akasema, yake wazuri hawa yake. Na maana hajaona uzuri wa mke wake, anaona uzuri wa nje. Akamwambia, utaniruhusu ni kuuliza baadhi ya maswali, lakini maswali yenyewe yatakuwa maswali ya ndani sana. Unanipa ruhusa hiyo? Akasema, tafadhali. Akasema, vazi la mke wako naye anakuja katika chumba cha ndoa, lakini juu ya kitanda cha ndoa ni vazi la aina gani? Akasema, wallahi mke wangu vazi analokuwa mwisho wa usiku ndo hilo hilo, anajitupa nalo kitandani, analala nao. Siku zingine anakuja kitandani kama vile anakwenda kusali, kavaa hijabu, kavalia, maana amevaa hasa. Akasema, basi mimi ninayo tiba na ponyo ya tatizo ambalo unalo. Unasemaje? Sema, nitafurahi sana ya akhi. Akasema, nipe riali 50 za Omani, nipe zawadi. Hiyo zawadi hiyo itakuja wewe mwenyewe. Sababu na wewe bado nikulipe pesa. Naam, wewe toa hizo pesa, utakuja kunishukuru baada ya hili. Akamwambia, hizi hapa riali 50. Akamwambia, twende. Kaenda hao mguu mosi mguu pili mpaka kaingia katika duka la mavazi. Akamchukua huyo mpaka wakaenda katika sehemu ambayo wanauza nguo za ndani za wanawake. Watu wanashangaa, hawa watu wanakwenda wapi? Mbona wanakwenda sehemu za wanawake? Akamchagulia nguo. Akasema, katika nguo hizi za ndani za wanawake zipo 70% na 50% na 20% na 10% na 5%. Akiwa anamfunza kitu, ina maana daraja ya kukaa mwanamke na vazi la ndani mbele ya mume wake anazipa daraja yeye, au anazipa kiwango. Akamnunulia nguo za ndani, akazifunga ndani ya boksi, kisha akafunga ile boksi kama zawadi nzuri kabisa. Akamwambia, mpelekee mke wako, na mara akishafungua hilo boksi mwambie, na kutaka unapokuja chumbani, unapokuja kitandani, univalie hizi. Hii ya siku ambayo utakuwa una ruhusa ambayo labda hauwezi kusali. Hii kadha akampangia zile nguo na namna au siku za kuzivaa. Basi mwanamke huyu akawa anaona haya nini, mwisho akazoea. Baada ya muda akakutana huyu jamaa na rafiki yake, akamshukuru ajabu. Akasema, kumbe tatizo lilikuwa katika sisi kuelewa maana ya kitanda, au mke wangu kutoelewa lile vazi ambalo natakiwa aje nalo kitandani. Sasa hivi maisha yangu bardan wa salama. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali anasema, pindi atapoona mmoja wenu uko nje mwanamke yoyote yule na akamtamani, afanye haraka kurudi nyumbani, kwani yule wa nyumbani anacho kile ambacho anacho yule wa nje. Lakini huyu wa nyumbani sasa akiwa hajajua fani ya chumba cha ndoa, fani ya kitanda cha ndoa, basi masala itabaki ni kama vile wa nje ni wazuri kuliko wa ndani, wa nje wanavutia kuliko wa ndani, na itampelekea mume huyu kufikiria labda kuona wa nje au kuoa mwingine, ikiwa tatizo kumbe lipo ndani na linataka ponyo au linataka tiba ili waendelee wawili hawa katika ndoa yao bila mushkila wote. Nyumba ngapi ambazo zinatajia tiba na ponyo kama hii, na ndoa ngapi labda zingeokoka, zisingeharibika, zisingevunjika kama laiti wanandoa wangejua tiba kama hii. Tiba hii ni muhimu, tena muhimu hasa unapozungumzia swala la kushibishana kimwili, kushibishana kimatamanio. Hili jambo sio la kulipu